Karibu katika simulizi ya Kafara ya Penzi, ikiwa ni sehemu ya 3. Na ndivyo ilivyokuwa hata kwa yule dada. Hatimaye nilikuwa naye gesti. Na sikuwa naye tu, bali hadi penzi lake alinipatia baada ya kumaliza raundi ya kwanza. Kwa yule dada alijitambulisha kwa jina la Fei. Mambo yakabadilika. Sikutegemea wala kuamini kabisa. Mapigo ya moyo yalienda mbio. Hatari iliyokuwa mbele yangu ilikuwa zaidi ya hatari. Nasikia kizunguzungu kakaangu. Fei aliongea huku anashika kichwa. Niliogopa, nikakumbuka ile mkuta Zara. Nikakumbuka kauli ya baba ya Kafara ya Penzi, kuwa maisha yangu tajiri yataendeshwa na kafara za wanawake wangu au ndugu zao wa damu. Nikiwa nawaza hivi, Fei alianza kutetemeka mwili mzima. Damu nyingi zikimtoka ukeni, tena zina harufu kali mno. Nakufa jamani, Mungu nisamee. Haya ndio yalikuwa maneno ya mwisho ya Fei. Hapo akanyamaza. Taratibu sura yake ikaanza kuharibika, upande mmoja wa kulia ukawa kama umeungua na moto. Nilijikuta naegemea ukuta na kushuka nao taratibu, huku machozi yananitoka. Tamaa zangu zinasababisha kukatisha ndoto za wanawake, ambaye sijui nyuma yake kuna wangapi wanamtegemea. Ghafla nilipata akili kuwa sitaki kukaa pale, kwani tayari ni hatari. Natakiwa kuondoka haraka, hata kuoga sikutamani. Nikavaa nguo zangu haraka, nikatoka. Nilipofika reception, yule mhudumu akaniuliza, "Chumba chako ushamaliza au unarudi?" Nilijikaza kujibu nisionekane kama kuna jambo baya limetokea. "Kuna mtu ndani, atakuwepo hadi asubuhi." "Oh, sawa kaka, usiku mwema." Sikuwa na hata muda wa kujibu. Nikatoka nikaingia kwenye gari langu, nikaanza safari ya kurudi nyumbani. Njia nzima nilikuwa nalia, maumivu makali yalinitawala. Nilipofika home nilishangaa sana. Baba alikuwa sebuleni. "Baba, haujalala bado?" Maana haikuwa kawaida yake kuchelewa kulala. Pia baba umri wake ulikuwa umeenda sana. Miaka 64. Haikuwa midogo, uzee ulishamvizia. Kabla ya kunijibu, akaanza na kutabasamu. "Hongera sana Adrian. Nafurahi sana, hakika sijapata hasara katika uzao wangu. Ila sasa cha kufanya, rudi haraka sana kwenye ile gesti. Kamwambia ukweli yule mhudumu ili asije kutaja. Asema yule binti alikuwa mwenyewe ndani." Nilishtuka na kuanza kuogopa. "Baba, umejuaje kama kuna binti amekufa? Kwamba baba ni mchawi au vipi?" Sikuwa na jibu. Nilihitaji yeye ndio anipe jibu la swali langu. "Umejuaje baba hii taarifa?" "Sio muda wa maswali Adrian. Chukua kiasi cha kutosha cha pesa, nenda kampatie mhudumu pale reception. Tell her the truth. Tell her the truth." "Ila baba, mimi sipo tayari kwa hicho ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu." Nilivyosema hivi, baba akabadilika akawa mkali sana. "Listen to me. Usitake kuleta utani kwenye mali zangu. If you're not ready to do this, basi hapa nyumbani kwangu hauna budi kuondoka. Collect your clothes, go start your life. Na usitegemee chochote kutoka kwangu kama msaada. Ile kesi ulioiacha kule, jua ni yako. Now do the harm, you go to the jail." Baba akaondoka na kuingia chumbani kwake. Nitamani dunia ingejua hili, ili hata wazazi wa hawa viumbe wasije kunilaani baada ya vifo vya ndugu zao. Cha kwanza nilihitaji kusafisha ile kesi. Muda ulikuwa umeenda. Tayari ilikuwa ni saa 7 usiku. Nikaingia chumbani kwangu, nikachukua kiasi cha shilingi 500, nikaanza safari ya kurudi kule gesti. Nilifika salama, ila nilikuwa na bahati mbaya. Mhudumu nilimwacha muda ule, si alikuwepo muda huo. "Karibu kaka, vyumba vipo." Aliniambia baada ya kuniona nimezubaa bila kusema chochote. "Asante. Nilikuwa na shida na yule dada alikuwepo hapa masaa machache nyuma." "Unamhitaji Jessica?"
Jessica ameondoka hapa, mtoto wake anaumwa. Amenipigia simu na mama yake, hivyo ameenda kwao. Oh shit, what is this? Oh shit, what is this? Niliropoka huko nikionyesha kuchanganyikiwa kutokana na ile taarifa. Vipi kwani kaka, kuna shida? Ya, nilikuwa na shida naye muhimu sana. Sijui naweza kupata namba zake? Ile mdada hakuwa na kipengele. Akanitajia namba za Jessica, nikazipiga pale pale. Ziliita japo simu haikupokelewa. Nilihitaji kukutana naye Jessica kwa haraka sana kabla ya asubuhi. Maana kama nikichelewa kwangu itakuwa hatari. Kama Jessica atasema mimi ndio niliingia na Faye pale ndani, hivyo askari wangenitafuta. Na mbaya zaidi, niliacha namba za simu kwenye kitabu cha ile gesti. Sikuwa na muda wa kupoteza pale gesti. Nikiingia kwenye gari langu huko nikiwa nimechanganyikiwa vibaya. Nilihitaji kukutana na Jessica kwa sababu yeye ndiyo alinipokea. Na ndio aliniona nikiingia na Faye pale chumbani. Nikapiga tena ile namba ila haikupokelewa. Sasa sikuwa najua naenda wapi. Ilikuwa ni muhimu kuonana na Jessica. Maneno ya baba yakuniambia kama siwezi kufanya chochote anachotaka, basi niondoke kwake nikaanze maisha mapya. Ilijirudia kichwani. Nilizidi kuchanganyikiwa. Kichwa kikawa kizito kama kimefungwa mawe. Ghafla simu yangu iliita. Alhamdulillah, ilikuwa ni namba ya Jessica. Nikapokea haraka simu. Hello Jessica, habari? Samahani, mimi ni mama yake, sio Jessica. Oh, sawa mama, shikamoo. Marahaba. Mama, nilikuwa na shida muhimu na Jessica. Naweza kumpata muda huu? Wewe nani na una shida naye gani? Kama huwezi nifahamu mama, kwa wewe huwezi nifahamu mama, ningempata Jessica mwenyewe au ungeniambia alipo niweze kuja. Kwani una shida naye gani? Na mbona ni usiku sana? Ni kweli mama, ila hakuna baya lolote. Ninahitaji tu kuongea naye, tena ni muhimu sana mama wangu. Kama yupo karibu naomba mpe simu. Sisi tupo hospitali, Jessica mwanae anaumwa. Hivyo ameenda kuonana na daktari. Poleni sana. Naweza kuja mlipo ili niweze kuja? Naweza kujua mlipo ili niweze kuja? Yaani inamaanisha mpo hospitali gani? Sisi tupo Tumaini. Okay, nakuja. Nilishusha pressure, safari ya kwenda hospitali ya Tumaini kaanza. Sikuwa mbali sana napo. Ilitimia kama dakika 10 tu kufika hospitali ya Tumaini. Nikashuka ndani ya gari. Nje hospitali kulikuwa na mama mmoja na mdada wamekaa. Walikuwa wananiangalia kwa makini kuanzia nashuka kwenye gari. Nikafika karibu yao huku nikiwa na matumaini itakuwa ndio mama Jessica. Mama, shikamoo. Marahaba. Samahani, nilikuwa namuulizia Jessica, sijui itakuwa mpo naye nyie? Hawakunijibu, wakaangaliana. Ni kweli walikuwa na hofu juu yangu. Hapana, tumjui. Akanijibu yule mama. Nikajaribu kumpigia namba ya Jessica. Iliita bila majibu. Ilibidi niingie ndani ya chumba cha daktari kama nitaonana na Jessica. Ila bahati ilizidi kuwa mbaya kwangu. Nilizuiwa kuingia kwa madai ya kuwa ana mgonjwa anamhudumia. Ilibidi niwe na subra huku tumaini langu aliyeko ndani ni Jessica. Nilikaa kwa dakika kadhaa, nilihisi haja. Nikahitaji kwenda chooni. Hili lilikuwa kosa. Nilipotoka chooni nilikuta mlango wa daktari upo wazi. Nikaingia na kufanikiwa kumwona daktari. Habari yako dokta? Salama. Karibu. Asante. Kuna dada anaitwa Jessica ameondoka muda sana. Asante. Kuna dada anaitwa Jessica ameondoka muda sana? No, sio muda. Nadhani watakuwa nje hapo. Haujapishana nao? Oh, niliingia chooni. Basi wacha niwahi. Sawa. Ila wewe ndio baba watoto? Hapana, sikutaka maongezi mengi. Nikatoka kwa daktari mbio kuwahi nje kabla hawajaondoka. Ila nilichelewa, hawakuwepo. Kulikuwa na mdada mmoja nikamuuliza, akaniambia wameondoka muda si mwingi na bodaboda. Nilizidi kuchoka, nikajitahidi nisikate tamaa. Kwani
Hakuna mtu kunipambania kama nitashindwa kupambana. Nikashika simu na kumpigia namba za Jessica kwa mara nyingine. Ila kabla sijapiga namba ya baba ikaingia. Akanipigia, nikapokea. Daddy, nikaongea. How we have successfully completed. No daddy, bado namtafuta. Nilirudi pale reception ila nimeambiwa ametoka na mwanae anaumwa. Hivyo naendelea kumtafuta. Sawa. Make sure you see her before morning. Bila hivyo utakuwa upo matatizoni. Maana ile damu iliyomwagika ina harufu kali. Until arrived in the morning itakuwa inanuka sana na watagundua. Baba alizidi kunipa pressure. Ni kweli kwa namna ile damu ilivyokuwa inanuka ni wazi ikifika asubuhi itakuwa inanuka zaidi. Ni lazima watu watahisi kitu. Nikajaribu kupiga tena namba Jessica, majibu yalikuwa tofauti. Nilishiwa nguvu kabisa. Sikuwa na uhakika kama kule guest wamejua au la. The number you have dialed is not available at this moment. Please try again later. Mambo yanazidi kuwa magumu kwa Adrian. Je, ataweza kumpata Jessica? Kwa namba yake haipatikani. Usikose sehemu ya 4 ya simulizi hii. Usikose sehemu ya 4 ya simulizi hii ya Kafara ya Penzi. Msimuliaji wako ni mimi Lona Abubakar.